today we are going to talk about false teachers. Leo tunaenda kuongelea kuhusu walimu wa uongo. So we are going to open at the book of Jude chapter 1. Chapter 1 verse 3. Yakobo Chapter 1 verse 3. And it says, "My dear friends, I was doing my best to write to you about the salvation we share in common. When I felt the need of writing at once to encourage you to fight for the faith which once of all God has given to his people." Nimesema, wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari za wokovu ambayo ni wetu sisi sote, na naliona imelazimu kuandikia ili muone kwamba msishindane imani yaliyobakiwa watakatifu mara moja tu. For some godless people have slipped in unnoticed among us, persons who distort messages about the grace of our God in order to excuse their immoral ways, and who reject Jesus Christ, our only Master and Lord. Long ago, the scriptures predicted the condemnation they have received. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri yetu, walioandikwa tangu zamani, hukumu hii, makafiri wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, nao humkana yeye aliye pekee yake Mola na Bwana yetu Kristo. For even though you know all this, I want to remind you of how the Lord once rescued the people of Israel from Egypt, but afterwards destroyed those who did not believe. Tena napenda kuwakumbusha, ijapokuwa mmekwisha jua haya yote, ya kwamba Bwana akisha kuwaokoa watu katika nchi ya Misri, aliwaangamiza baadaye wale wasioamini. Remember the angels who did not stay within the limits of their proper authority, but abandoned their own dwelling place. They bound with eternal chains in the darkness below, where God is keeping them for that great day on which they will be condemned. Na malaika wasiolinda enzi yao wenyewe, lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu, amewaweka katika vifungu vya milele chini ya giza kwa hukumu ya siku ile kuu. Remember Sodom and Gomorrah and the nearby towns whose people acted as those angels did, and indulged in sexual immorality and perversions. They suffer the punishment of eternal fire as a plain warning to all. Kama vile Sodoma na Gomora na miji iliyokuwa kando kando walifuata usherati kwa jinsi moja na Hawa wakaenda kufuata mambo ya mwili yasiyo ya asili, imewekwa kwa dalili
wakiadhibiwa katika moto ya milele. In the same way, also these people have visions which make them sin against their own bodies. They despise God's authority and insult glorious beings above. Kwa dhiki na Hawa katika kuota kwao huitiwa mwili mchafu, kukataa kutawaliwa na kuyatukana matukufu. Not even the chief angel Michael did this in this quarrel with the devil. Then when they argued about who would have the body of Moses, Michael did not dare condemn the devil with insulting words, but said, "The Lord rebuke you." Lakini Mikaeli malaika mkuu aliposhindana na Ibilisi na kuhojiana naye kwa ajili ya mwili wa Musa, hakuthubutu kumshtaki kwa kumlaumu, bali alisema Bwana akukemee. But these people attack with insult anything they do not understand, and those things that they do not know by instinct, like wild animals. They are the very things that destroy them. Lakini watu hawa huyatukana mambo wasiyoyajua, na mambo wayatambua kwa asili, wajiharibu kwayo kama wanyama wasio na akili. Praise God. Amen. Praise God once more. Amen. So this is telling us that we should not teach about false things. Like we should not be false teachers about the word of God. Inatuambia tusiwe tunanena uongo ama tusiwe walimu wa uongo kwa maneno ya Mungu. And we should not use bad language in everything we say. Na tusitumie maneno mabaya kwa vitu tunavyosema. As even Angel Michael did not use bad language but said, "May the Lord rebuke you." Kama vile malaika Mikaeli hakutumia maneno mabaya, ila alisema Bwana akukemee. But the people who preach the false word, they use bad language. Wale ambao wananena maneno ya uongo wanatumia maneno mabaya. Thank you. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo ndiyo neno la Mungu. Wakati ambako unafika mahali ambako unazungumuza ama unataka kukemea kupitia neno la Mungu, usikemee kwa kuabuse ama kwa kutumia maneno mabaya. Wakemee kwa jina la Mungu. Waambie Mungu asema hivi. Bwana asifiwe sana. Ama Mungu mwenyewe awazungumuzie. Kwa sababu unapofunza, niliwaambia kuna maneno ambayo Roho huzungumuza na sikio haliwezi likasikia. Macho yako haiwezi ikaona, lakini Bwana anayafanya. Tuwe wakengeufu na tuwe watu ambao wanafunza katika nidhamu zile ambazo Bwana ametupa. Huyu Mungu ndiye aliwaokoa wana wa Israeli kutoka Misri, mahali hakuna binadamu anaweza toa mwenzake. Lakini kwa sababu
ya ukahidi yao akawaua jangwani. Haijalishi Mungu anaweza kukubariki aje, akufunze uwe mwalimu mkubwa kiaje, lakini huyo Mungu anaweza kukuadhibu wakati unaota mabawa na kuanza kuongea vitu yenye haifai. Bwana asifiwe. Unapowabariki, uwabariki katika jina la Mungu. Unapowakemea, uwaachie Mungu apate kuwakemea. Na ubaki katika mafundisho yaliyo na doctrine takatifu. Bwana asifiwe sana. Mafundisho yako yakibaki takatifu, hata chochote kile ambacho kitatoka ndani yako kitaingia takatifu, mahali patakatifu, katikati ya watakatifu wa Mungu. Sio kwa bahati mbaya uko hapa na fulani hayuko leo. Mungu alitaka wewe ambaye ni mwalimu aliyechagua kwa ajili ya taifa na ulimwengu kwa jumla, upate kuyaelewa maneno haya ambayo tunayofunzwa na mjakazi wake Naomi, ya kuwa Mungu anataka ufunze katika doktrini takatifu. Bwana akubariki, akuongezee, akuendeleze na akuinue, hata uyahubirie mataifa yapate kuelewa maneno haya. Amen. Basi tutaendelea na mafundisho ya Angel na Mungu atawabariki. Karibu. Rafa. Praise God. Amen. Praise God once more. Amen. And today lesson you're going to learn about gratitude. Mafundisho ya leo tunaenda kuzungumza kuhusu shukrani. Gratitude is a way of kushukuru, yani kusema asante. kushukuru ni it's a way of saying thank you. And as we look at this topic, we are going to see about the 10 lepers. When you look at, ukiangalia kwa hii topic, utaona tunaenda kuzungumza kuhusu wenye ukoma wa 10. And we shall see in the book of Luke chapter 17 verse 11. Tunaenda kuzungumza kwa kitabu cha Luka mstari wa 16 mlango wa 16:11. 17:11. As Jesus made his way to Jerusalem, he went along the border between Samaria and Galilee. Alipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilea. He was going into a village when he was met by 10 men suffering from dead skin disease. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu watu 10 wenye ukoma wakisimama. They stood at a distance and shouted, "Jesus, Master, take pity on us."
chapter ngapi? Wakapaza sauti wakisema, Yesu Bwana mkuu, uturehemu. Jesus saw them and said to them, Go and let the pit examine you. Alipowaona aliwaambia, endeni mkajioshe kwa makuhani, ikuwa walipokuwa wakienda wakatakasika. When one of them saw that he was healed, he came back praising God in a loud voice. Na mmoja wao alipomwona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. He threw himself to the ground and at Jesus' feet and thanked him. Akaanguka kifudifudi miguuni pake akamshukuru. Jesus said, the man was a Samaritan. Jesus said, there were 10 men who were healed. Where are they other 9? Naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawakutaka sawa wote 10. Wale kenda wapi? Wako wapi? Why is this foreigner the only one who came back to give thanks to God? Je, hawakuonekana walirudi kumpa Mungu utukufu ila mengi huyu? And Jesus said to him, akamwambia, get up and go. Inuka uende zako. Your faith has made you well. Imani yako imekuokoa. In this story we see that there were 10 people who were suffering from leprosy. Hii mafundisho inatuambia kuna watu 10 walikuwa gonjeka ugonjwa wa ukoma. But one came and thanked God. Mmoja alikuja akashukuru. And when he thanked God, he was made whole. Yule alishukuru Mungu alimbariki zaidi. Akamtakasa kabisa. The one that came was not just healed, but he was made whole. Ule mwenye alikuja hakuwa ametakasika tu, alikuwa ametakasika kabisa. And we learn that in this story that we should be thankful to God. Na hii mafundisho inatuambia tukue watakatifu kwa Mungu. And a grateful heart open a lot of doors. Na roho aminifu kwa Mungu inafungua milango yetu kwa Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Shukrani inakufanya uwe kamili. Halo? Watu ambao wasio shukuru ni makafiri, yani hawajaokoka. Lakini shukurani inakufanya thabiti. Katika biashara yako, yeyote ambaye aliyekusaidia, unapomshukuru, biashara inaendelea zaidi na zaidi.
katika masomo yako, yeyote ambaye aliyekukusaidia, unapomshukuru inaendelea zaidi na zaidi. Tunaposikia mafundisho haya ya kuwa wall, yaani thabiti kabisa, inataka kutufunza ya kuwa tujue kushukuru wakati ambako tunapoipokea chochote kile kutoka kwa Bwana. Mungu ni mwaminifu, na yeyote yule ambaye anayerudisha kwa Mungu anapata maradufu. Hekima hii isitoke katika maisha yetu. Fahamu hizi zisipungue katika safari yetu. Kila wakati tunazungumzia safari ya kwenda mbinguni, na ninaizungumzia kila wakati mahali hapa kwa sababu wahubiri wengi wamekatiza mahubiri hayo. Sisi bado tuko kwenye safari ya kwenda mbinguni. Hatuko kwenye safari ya kutafuta washirika, hatuko kwenye safari ya kutafuta wafanyabiashara wazuri wa kanisa ama waimbaji wazuri ama tuko kwenye safari ya kwenda mbinguni. Mfuate hii vema, na ni mafundisho ambayo ninataka kila mmoja wetu aelewe kwa nini tunakusanyika kila Jumapili mahali hapa. Haijalishi tuwe 2 watatu, tutakusanyika kwa sababu hatukuji kutafuta umati, lakini tunakuja kutafuta wale ambao tutakao ingia nao mbinguni. Wahubiri wengi wanafikiria wao ndio wana funguo ya mbinguni, na mahubiri kama haya hawawezi tena kuyaeleza kwa watu wanaohubiria. Wanataka mahubiri yale ya wale ambao watarudi kuja kushukuru kupitia zaka na sadaka. Bwana asifiwe sana. Lakini siku ya leo nataka kuwaeleza ya kuwa safari ya mbingu inahitaji wewe uwe mwaminifu hata kwa madogo ambayo Mungu amekupa. Maandiko matakatifu yanatueleza vema ya kuwa itakuwa siku kama ile siku ya Nuhu. Wenye wanalala muamuke sasa. Mahubiri ilishaendelea. Itakuwa kama hiyo siku